Waswahili wanasema muungwana akivuliwa nguo anafanya nini? Anachutama. Simon kafanya nini? Simon amechutama. Simple tu. Yaani muungwana akivuliwa nguo hutakiwi kumkimbiza ile kuchukua nguo zako. Sababu utakuwa unakimbia mtupu. Pendulum zitakuwa nje. Kwa hiyo lazima uchutame, usubiri waje wakuje kukustiri. Kwa hiyo yeye ameamua kwamba kwa nafasi aliyokuwa nayo kama kiongozi wa wanasheria. Yaani imagine yule alikuwa kiongozi wa wanasheria ndani ya Simon Patrick. Na lazima uanze neno advocate. Ilikuwa yani jopo la mawakili wa Yanga ilikuwa naongozwa na advocate Patrick Simon. Huyo ndo alikuwa gwiji wa utatuzi na udadavuzi na uchanganuzi wa sheria ndani ya Afrika. Kwa wewe unavyoona alitosha kuwa ufafanuzi, udadavuzi kama ambavyo unasema ndani ya Yanga katika mashauri kadhaa yaliyopita, alitosha? Kutosha alitosha sababu alimpa nafasi. Lakini majukumu yaliyopewa hajatimiza. Ndio maana nikwambia kwamba muungwana akivuliwa nguo anachutama. Kwa Simon Patrick ameona kabisa kwamba hapa wananitukanisha hapa. Mimi nifanye nini? Niondoke. Kwa Simon Patrick kaondoka. Kajitoa mwenyewe. Hajaambiwa jiuzuru, hajaambiwa toka, hajaambiwa chochote. Wala kuna shabiki wote Yanga amesema kwamba ondoka. Yeye mwenyewe akasema bana, mimi nitabaki kuwa mwanachama mtiifu. Lakini utiifu wake tumeshuhudia kesi kadhaa zikipelekwa kwa sehemu mbalimbali. Bernard Morrison pale TFF alikuwa anakuja na mabegi makubwa kuliko, lakini alirambishwa mchanga na BM, na mwisho wa siku watu wakaanza kumuita ni mwanasheria Bernard Morrison. Kesi kadhaa ameshindwa, ikiwepo ya issue ya Kagoma imeshindikana, na mikataba baadhi ameonekana kufeli mwanasheria huyu wa Yanga. Lakini leo hii anasema yeye anakuwa mwanachama mtiifu. Utiifu wake uko wapi kati sheria ambayo yeye ameisomea imeshindwa kuinufaisha Yanga? Utiifu si unabaki tu kuwa mtiifu. Yaani ni mtu ambaye tunaita unakuwa obedient. Kiingereza hicho ndugu yangu. Vocabulary hizo. Kwa hiyo anabaki kuwa mtiifu. Kwa kibaki kuwa mtiifu manake atabaki na kama shabiki ambaye atalipa ada za wanachama na vitu vingine. Lakini kwenye issue ya sheria hapasi kujumuishwa kwa sababu ametoka kwenye nafasi kama kiongozi mkubwa. Kwa hiyo kushindwa kwa kesi ndio hicho kilichomfanya yeye kuondoka. Kwa sababu kesi imejirejea mara kadhaa. Mpaka kesi ya Mediali kamgaragaza. Na Mediali ametamba na mwanasheria wake akwambia walikuwa watu hao. Mediali kamgaragaza. Yaani hadi kesi ya Mediali yaani unajua kesi, mimi sio mwanasheria. Ila kitu kikitokea kikaleta controversial, lazima mimi nilimwajiri mwanasheria aje anieleze. Bana hivi si defamation hii? Hajanikosea huyu. Kwa kama amenikosea kisheria tunafanyaje? Tufungue kesi. Unashauri, yani bosi anashauri. Bana hii fungu wake tutashinda? Hii asubuhi kifungu cha 3 ibara ya 12 tunatoboa hapa. Vinatajwa vifungu pale, okay twende. Sasa ukioenda hujajikamilisha, unajua chuo cha wanasheria vipo na vinatofautiana, lakini uelewa na kutafsiri kanuni. So yani wote wanasoma kitu kimoja, lakini uelewa, capacity ya kufikiria extra miles kwa kile ambacho mnakijadili. Yani hii si ni mic, si ndio? Tunaitumia kwa ajili ya nini? Ya kuzungumzia. Lakini kuna mwingine hii mic anaweza kaitumia kama sehemu ya kutangazia. Sawa? Yani kuweza kufafanua vifungu ni uwezo wa mtu binafsi. Yani vile ambavyo Mungu kamjalia kwamba hili neno tunalipelekaje, hili neno lina maana gani, kati ya na ni kuna tofauti gani? Yani Juma na Juma ni maana tofauti. Ukisikia Juma na ni kiunganishi, Juma ni hiki kinawakilisha kwamba Juma huyu atakuwa ni mtu fulani. Kuna ndo sheria hizo. Sasa kama Simon Patrick alikuwa anashindwa kutofautisha ni na anafanya nini Yanga? Unaona kabisa kwamba Yanga kwa wewe unavyoona kwa wanasheria unaona kama wampate kama kibatala hivi. Sijui. Wao ndo wanajua. Najua katika stories zako mbalimbali ni mmoja mwanasheria ambaye unamhusudu kibatala. No, mimi napenda kufuatilia vitu ambavyo naweza nikaona hiki kilikuwa hapa, kimeishi hapa, mwisho wa siku kimefanikiwa kupitia pale. Kwa hiyo
hata Simon Patrick sio mwanasheria mbaya kama watu wanavyofikiria, ila kwenye soka hajatosha. Soka linahitaji mtu, yani unajua ushaona fundi wa saa poteza labda mshale wa sekunde, hauoni wa saa fulani, anabidi atafute hata microscope waitafute. Ndio maana nimekwambia hivi passion kwa mtu kama Kibatala ukimwangalia pale Jangwani anatosha. Sasa sijui hao ni mambo mashauri kadhaa ambao umefuatilia. Hao ni mambo ya Yanga sasa. Ni mambo ya Yanga kutafuta tena kiongozi mwingine wa sheria, wamweke pale awasaidie, kwa sababu niliona hata mkongwe Alex Mgongoro pia alikuwa pale kwenye sheria. Watu watano. Sasa yule kuna top yuko juu kaka. Yule Simon Patrick ndo head of advocates za Young Africa pale. Sasa wewe unazungumza nini wakati anazungumza head bana, hii tusipite hapa tupite huko. Kwa uende hata yule Alex anaweza kufanya kazi nzuri, hata wengine pia ambao wanaweza kufanya vizuri. Umenielewa? Kwa hiyo ni hivyo tu. Yaani yeye hakutosha kwenye mpira. Hakutosha kwenye Patrick Simon. Yaani Bernard Morrison akugaragaze. Nani tena? Sijui bodi ya ligi wakugaragaze, TFF wakupige chini, Morrison akupige chini, Ahmed Ali akupige chini. Yaani kwanza kesi ya Ahmed Ali msingi wake ni nini? Yaani mwanasheria, kesi ya Ahmed Ali msingi wake ni nini? Ndio yale unakubali kupeleka kesi kasi wakati hujapita kwenye madaraja. TFF wana kamati 3, wana nidhamu, wana maadili, wana rufani. Kote mwanasheria anashindwa kujua hivi vitu. Maana yake umedharau hizi. Ndio maana CAF amekurudisha. Na mshauri wa uongozi wa Yanga kwa mwanasheria yao ni Patrick Simon. So mshauri ni mwanasheria yule ndio head. Anawaambia wao viongozi twende huku. Hujaelewa kitu gani? Yule ndio gwiji wa sheria Yanga. Ndio alikuwa gwiji. Maana cause nimekwambia baada ya kufeli ikabidi achutame. Bana mimi tabaki mtiifu kwenye hii club. Yaani msimnitoe ila nitabaki mtiifu. Sawa. Hata ukichukua mashabiki wa Yanga sasa hivi ukiwauliza hawana, yani hawakuwa wanampenda kwa sababu wamefeli kesi nyingi. Na hamna kitu kigumu kama kugaragazwa na Simba. Kupiga nje ndani kwenye kesi hizo. Kwenye kesi. Hivi unajua bwana Morrison walimtambulisha mechi ya Mwananchi. Na mwingine ni Bernard mashabiki kule. Morrison. Kitenge huyo. Na dakika chuma kiko uwanja wa Magunia kinacheza ndondo. Kipindi hicho. Unapojua uwanja wa Magunia? Nitakupeleka siku moja ukacheze mpira pale. Bwana mimi ndugu yangu mimi ni